abudu miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo wakati anaambiwa aabudu miungu ya Persia, aabudu miungu ya Uajemi, aligoma. Manini? Kwa sababu alijua alipotoka walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli ambaye ni Mungu wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mordekai huyu alikuwa ni mjomba wake Esther. Esther wazazi wake walifariki wote. Kwa hiyo alimchukua Esther akiwa mdogo na alimlea katika misingi ya imani hata Esther alipokuwa katika utu uzima wake. Jina la Bwana libarikiwe. Nikisema katika utu uzima wake, maana yake Esther hakujichafua kama wanavyojichafua wanawake wa leo. Jamani, amina. Wakati mfalme anatangaza kwamba nataka nipate binti mwingine ambaye atakuwa malkia wa nchi hii, Mordekai alienda kumpa habari Esther, lakini sifa ya kwanza ilikuwa lazima uwe bikra. Amina jamani, Amina jamani, Kwa hiyo wakati mfalme wanamuita Esther, Esther alikuwa amejitunza vizuri. Kwa hiyo Esther alipata kibali kwa sababu alikuwa amejitunza. Hebu mwambie mwenzako jitunze kwa jina la Yesu aliye hai. Amina jamani. Tunamwona Mordekai alikuwa ni mtu ambaye alifahamu misingi ya imani ya Wayahudi. Lakini mtu wa nne tunayemwona ni Esther. Esther ambaye anabeba kitabu hichi chote kwa sababu aligeuka kuwa ni mwamuzi wa taifa lile. Mungu alimtumia Esther kwa namna ya kipekee ya ajabu iliyosababisha taifa lote liweze kupona kupitia yeye. Hebu mwambie mwenzako mtu mmoja tu Mungu anaweza akamtumia na nchi yote tukapona kwa jina la Yesu. Mgeukie tena mwingine mwambie mtu mmoja tu Mungu anaweza akamtumia, sio watu wawili. Hata hapa kanisani mtu huyu anaweza akainuka akasema, mchungaji, haya matangazo ya kinanda, matangazo ya nini, mimi namaliza yote kwa wakati mmoja. Kinanda shilingi ngapi? Milioni 7. Hiyo hapo. Sio kila kitu kimemalizika kwa dakika hii moja. Mimi niliona jamaa mmoja alialikwa kule KKT. Sasa wakati wanaambia wakaitwa wale mataita, jamaa kama ametulia. Aliposhika mic, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Mchaga mmoja wa kule Kilimanjaro sema mimi nitatoa milioni 500. Halo, watu wote walipiga kelele wakashangilia kweli kweli. Kwa hiyo hela iliyokuwa inahitajika ilikuwa ni 1 billion. Jamaa akapiga milioni ngapi? 500. Jana akasema ikiwezekana mchungaji nipeni account sasa hivi vijana wangu wakafanyaje? Wakaingize benki. Nikasema watu kama hao tunawahitaji tandika magorofani. Ataposimama mtu mmoja anaweza akaamua kesi ya watu wote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatumiaga mtu huyu. Nasema mtu huyu kwa ajili ya kubadilisha ulimwengu wote. Na ndio maombi yangu kwa jina la Yesu. Bwana akakutumie wewe kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akakutumie wewe kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akakutumie wewe kwa jina la Yesu. Na Esther Mungu alimtumia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kuona namna ambavyo Mungu alimtumia Esther. Lakini mtu wa mwisho tunamwona anaitwa Malkia Vashti. Malkia Vashti, mimi namtafsiri ni malkia ambaye alikuwa hajitambui. Alifikiri kwamba urembo aliokuwa nao uliweza kumtosheleza siku zote kwa mfalme. Kumbe ilikuwa ni tofauti. Maandiko nasema siku moja mfalme akitaka furaha, amani, kwa sababu mke wake huyu Biblia imemthibitisha kwamba alikuwa ni mwanamke mzuri wa uso. Na Biblia inaenda kihekima sana. Inasema alikuwa ni mzuri wa nini? Twende pamoja. Alikuwa ni mzuri wa nini? Wa uso. Maana yake Biblia ilimuona kwenye uso ni mzuri. Ni face baby. Yaani sura yake wanaume wakiwa kiona wanachanganyikiwa, lakini sio moyo. Haijasema hakuwa mzuri wa moyo. Alikuwa ni mzuri wa nini? Lakini moyoni mwake alikuwa hana akili. Maandiko nasema siku moja mfalme akiwa ametulia zake anataka furaha tu, akasema niitieni malkia apite mbele ya watu. Yaani mfalme alikuwa anajivunia tu yule dada, yule binti akipita pale basi watu watapomshangilia, yaani yeye mfalme naye afanya jamani anafurahi. Dada yule akasema wapi? Yaani mimi nipite mbele ya watu? Watu wao wananiangalia mimi? Hiyo hapana, sio matangazo mimi. Akakataa. Baada ya kukataa mfalme akakasirika. Akasema mimi huyu dada nampenda. Ana kila kitu anachokitaka nampa.
nampeleka saluni nzuri, kila kitu anachotaka nampa, chakula nampa, kila kitu nampa. Lakini leo tu anashindwa kupita hapa mbele ya watu wote hawa, na yeye ni mzuri kuliko watu wote. Biblia inasema mfalme alikosa amani siku hiyo. Baadaye wazo likamjia, akawaita maakida, wakadiskasi hiyo issue kwamba hili jambo linawezekanaje. Wakasema mfalme hilo alifai. Sasa nifanyeje? Wakasema mfalme, dawa ya huyo mtu ni kumtoa, kwa sababu tukimwacha ataweka kiburi kwa wanawake wengine, watatutesa. Kama tu watu wote wameona kwamba huyu mke wako amekugomea mbele ya nchi yote, je, sisi wake zetu itakuwaje? Maana yake watatugomea, watakuwa hawana heshima. Kwa hiyo akasema pigeni mbiu, leteni mashindano, nijitafutie mwanamwali mwingine. Kwa hiyo Malkia akapoteza haki yake kwa sababu ya kiburi. Naweza kusema ni kiburi. Jina la Bwana libarikiwe. Anaitwa nani? Vashti. Mwambie roho ya Vashti itoke kwako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi kwenye kitabu kwenye thimu yetu au kwenye andiko letu la msingi ambalo tutaliangalia siku ya leo. Kitabu kile cha Esther sura ile ya 12 mstari wa 14. Naomba mwandishi msomaji wangu unaweza ukasoma, alafu tutaanzia hapo na tutaendelea. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 12. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe unaweza kuandika, andika Mungu anaweza kutumia mtu mmoja. Mungu anaweza kutumia mtu mmoja. Mungu anaweza kutumia mtu mmoja. Tumesoma kwenye kitabu hichi cha Esther sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 14. Tunaona ya kwamba Mordekai anazungumza na Esther, anampasha kwa habari ya tangazo lililotolewa kwamba Wayahudi wote wanapaswa kuuawa. Na Esther akiwa anasikiliza kwa makini, mjomba wake anamwambia, ngoja nisome kwenye ule mstari wa 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, anasema ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ili wewe utaangamia pamoja na mlango wako wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili wakati kama huo? Kwa hiyo Mordekai anazungumza na Esther, anamwambia kwamba Mungu amekuchagua wewe katika nyakati hizi ili uweze kuliokoa taifa hili. Lakini hata kama ukikataa wewe, Mungu anaweza akasababisha watu wengine wataoweza kuliokoa taifa letu, lakini laana itakukumba wewe pamoja na uzao wako wote, pamoja na historia yako yote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nilipokuwa nasoma mstari huu nikakumbuka kwamba Mungu akikuamini mahali, anaweza akakutumia wewe kwa ajili ya kuponya taifa au watu wengine waweze kupona. Lakini usipokubali wewe kutumiwa na Bwana, nataka nikwambie Mungu anaweza akatumia watu wengine na wewe Mungu akakuacha. Amina. Amina. Hebu mgeukie mwenzako mwambie, Mungu akikuita wewe usisubiri mwingine. Jamani, amina. Katika nyakati hizi taifa la Israeli lipo katika wakati mgumu.
limetangaziwa kwamba Wayahudi wote lazima wauawe. Na taarifa hii imekuja, nilikuwa nampenda Mordekai. Mordekai alikuwa ni jasusi wa hatari. Yaani sikiliza, hakuruhusiwa mtu kwenda kwenye nyumba ya mfalme, lakini Mordekai alitengeneza mbinu ya kupita karibu ya nyumba ya mfalme kusikia yanayoendelea ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunapozungumza Wayahudi walikuwa ni wengi, lakini Mungu alimchagua mtu mmoja anaitwa Mordekai, na alitumika kweli kweli kuhakikisha ya kwamba anaiponya taifa la Israeli, anawaponya Wayahudi wote wasiuawe na upanga wa nani jamani? Wa Hamani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa maandiko yanasema aliposikia kwamba taifa limetangaziwa habari ya kuuawa, maandiko yanasema akagalagala, akafunga na kuomboleza, akajipaka machifu, akatafuta na magunia, akayavaa kuomboleza mbele za Bwana, ili jambo hili lisipate neema na kibali kwa ajili ya wao kuangamizwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Habari njema ni kwamba alipoongea na Esther, kwa sababu Esther alikuwa bado binti mdogo, akahaelewi mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, binti, Mungu amekuchagua katikati ya watu wengi. Mungu akakuchagua ukawa ni mke wa mfalme mkubwa kama huyu. Tumia nafasi hii, tumia kibali hichi ambacho umepewa kulikomboa taifa letu. Jamani, amina. Na akamwonya akasema, sikiliza, naweza nikakwambia lakini ukapotezea, lakini kama usipochukua hatua katika wakati huu, Mungu anaweza akanyanyua mwingine, na akinyanyua mwingine, nataka nikwambie, utaondoka na familia yako haitakuwa na historia tena katika Uyahudi huu. Amina, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo maandiko yanasema wakafunga katika siku 3 wakiomboleza kumsihi Mungu kuonekana kwenye jambo lao. Siku moja Esther akaenda mbele ya mfalme na akapata kibali, akamweleza mfalme yale yote ambayo Hamani alimdanganya ili Wayahudi wauawe. Maandiko yanasema mfalme alikasirika, akajisikia vibaya. Ni nani ambaye anataka kuua paka mke wangu? Unajua, nilipokuwa nasoma, sio tu kwamba mfalme alisikitika kwamba Wayahudi wauawe, alisikitika kwa sababu Esther naye alikuwa ni nani? Ni Myahudi. Hivi nani ambaye anataka amuue mke wake? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maneno ya Esther yakapata kibali, na kibali chile, maandiko yanasema mfalme aliposikia hivyo akakasirika. Hamani yule yule aliyetengeneza mtego wa Wayahudi wauawe, akauawa yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiliza, Mungu anakuandaa kwa ajili ya kuokoa watu wengine, na ukiwa tayari, nataka nikwambia, Bwana atakutumia kwa viwango vya ajabu sana. Esther alipoambiwa ya kwamba tupo katika nyakati ngumu, tunahitaji mtu ambaye atasimama mbele za mfalme, atasimama akiwa na kibali, atasimama kulikomboa taifa letu, atasimama kukomboa Wayahudi. Esther akaelewa ya kwamba katika nyakati zile walikuwa katika nyakati mbaya. Jamani, amina. Mwambie mwenzako, Mungu anakuhitaji kukutumia wewe. Geukia tena mwenzako, mwambie, Mungu anahitaji kukutumia wewe. Sikiliza, ndio maana unashangaa katika familia yenu sio wote mmeokoka. Uongo au kweli? Sio wote. Mimi siku moja nikaa najiuliza, kwa nini mimi nilikuwa ni wangapi kuokoka? Of course sisi kwenye familia sasa hivi wote ndio tumeokoka, lakini mwanzo tulikuwa tujaokoka wote. Lakini najua kwenye familia zenu kuna wengine ni mmoja tu ameokoka. Mungu amekukusudia wewe kubadilisha familia ulionayo, kubadilisha ukoo ulionao, kubadilisha eneo unalotokea wewe. Amina jamani. Usije ukasubiri kwamba usubiri watu wengine wakusaidia. Mungu amekusudia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tikisa jirani yako, mwambie, Mungu amekusudia wewe. Geukia mwenzako, mwambie, Mungu amekusudia wewe. Hata tunapozungumzia maendeleo ya kanisa, Mungu amekusudia wewe. Yaani
tunapozungumza kwa mbali, kanisa letu lipanuke, kanisa letu liongezeke, tuhitaji pesa na nini na nini, Mungu anakusudia wewe. Usijiangalie wewe kama ni mdogo, usijiangalie kama wewe yaweza. Mungu anataka wewe ambaye umesimama mahali hapa ufanye mambo makubwa, na ukiwa tayari kutumiwa na Bwana, nataka nikwambie Bwana atakutumia kwa viwango vya ajabu sana, maana moyoni mwako umeazimia ya kwamba Bwana akutumie. Nataka nikwambie na Bwana atakutumia kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema na Bwana akakutumia kwa jina la Yesu aliye hai, na Bwana akakutumia kwa jina la Yesu aliye hai.